Ukweli mchungu, bila sponsor ads ya Diamond Platnumz pale YouTube, pengine asingeshika namba 1 na ngoma yake ya Happy. Lakini what if pia Alikiba na Bien wangeweka sponsor ad kwenye wimbo wao wa Final, wangekuwa wameshika namba ngapi? Kwa upande wa YouTube, kila mtu anafahamu kwamba Diamond ndio kiumbe pekee katika Sub-Saharan Africa mwenye subscribers wengi na mwenye viewers wengi. Ni kweli hatukatai, amekuwa kiongoza kwa miongo kadhaa kuweza kukaa namba 1 ya trending na vitu kaa hizo. Lakini hoja inakuja, kwa nini ameweka sponsor ads kwenye ngoma ambayo yeye mwenyewe alikuwa anaamini ingeenda kimataifa? Hii ina maana gani? Kwa Diamond haina maana kubwa tofauti na biashara. Kama ambavyo alivyokuwa akijisifia miaka yote kwake muziki ni biashara, na ndo maana aliona kwake hii ni biashara, kaeka hela. Kuweka sponsor ad sio kitu cha mchezo. Kuweka sponsor ad kila mtu aone kitu chako sio kitu cha mchezo. So kwa hili Diamond Platnumz big up, na ndo maana mpaka sasa hivi ikiwa ni siku chache tu tokea wimbo huu kutoka, tayari ina watazamaji zaidi ya milioni 3 pale YouTube. Kwa upande wa Bien pamoja na Alikiba, kufika namba 2 sio jambo la mchezo, ni jambo ambalo waliliandaa. Kama utakumbuka, waliweza kutoa taarifa kwa mashabiki zao kwamba tarehe 25 watatoa ngoma yao ya pamoja. Ukimwangalia Bien ni msanii ambaye anatokea Kenya, Alikiba ni msanii anayetokea Tanzania. Kwa hiyo hapa mashabiki wote wanakutanishwa na hawa watu wawili, mashabiki wa Kenya, mashabiki wa Tanzania. Kwa kilichofanyika hapa ni kwamba watu wote walikuwa na kiu ya kwamba Alikiba na Bien watafanya nini, na kitu ambacho kimefanyika ndicho kitu ambacho wao walikitarajia. Kitaalamu hii tunaita promotion. Promotion ziko za aina nyingi. Unaweza utumie hela kama Diamond ambavyo anafanya, na unaweza usitumie hela kama ambavyo Alikiba na Bien wamefanya. Kwa nini? Kwa sababu hawa walishatoa taarifa, watu walikuwa wanataka wajue watafanya nini, na ndo maana watu wengi wamekimbilia kuview hii ngoma na kucomment kwenye hii ngoma. Na kama ukibahatika kupita kwenye hii ngoma pale YouTube ukasoma comment zao, wengi utakuta wanaongelea masuala ya ushindani, fulani kamfunika, fulani kafunikwa. So hichi ndo kilichotokea, na ndo maana mpaka hapo walipofikia wamefika namba 2 trending. Sasa swali langu dogo ambalo na wewe ulitakiwa ujiulize, what if wasingetoa taarifa alafu wangetoa tu ngoma boom? Je, wangefika hapo ambapo walipo sasa hivi? Mziki wa sasa ni biashara, na ndo maana Diamond Platnumz anawaonyesha inafanyikaje. Kwenye swala la mziki na biashara, Diamond ni kinara, hakuna wa kumtoa. Lakini kwenye swala la mziki kuamini katika kipaji na talent na nguvu ya mashabiki, Bien na Alikiba tuwavulie kofia. Kila mtu anatamba pande zake. Haya, niambie wewe upo pande gani? Unadhani namba 1 ya Happy ya kwake Diamond Platnumz